vile umeiendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo ya wanta. Hapa tuko kanisani vijana. Vijana mpo? Vijana namuomba tafadhali. Namuomba vijana wetu kwa heshima. Tuko kanisani. Tuheshimu kanisa, tumheshimu askofu. Mambo ya vuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti mumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani. Hapa ni pahali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana tafadhali tuachane na mambo ya vuvuzela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu. Mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana. Na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UTC alinitafuta nikiwa naibu wa rais. Akakuja akaniketisha chini. Akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi. Na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia. Na amepanga. Na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza atanitoa namna gani, na lazima kura iende pale bunge. Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa, wale ya nyumbani ya mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Madhera nilimfanya MP. Akaniambia huyu atakusaliti na akutukane wakiwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu. Na sana tunataka manabii ya ukweli. Kwa sababu pia iko manabii ya uongo. Si ndio? Juzi nimeona Wakorintho wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati Kasoko atakuwa tu tamu. Kwa jina ya Yesu manabii ya uongo washi. Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana. Manabii ya uongo wanajulika. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa. Tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop. Ukamwambia ile kiwango amefika. There are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here. Mimi Rigiji, pahali nimefika. There are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza Mugithi. Siku hizi nikiingia kwa Mugithi kuna haribika. The whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do. But pahali Mungu ameniweka I am not able to do it. So wale viongozi tutatafuta nafasi ya uongozi. There are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity.
and the office that you aspire or the office that you carry. And those were great words from the archbishop to the new bishop. That there are those things that he can no longer do because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile. Tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri. Endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Naomba members work bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must rally behind him. Muunge mkono askofu wenu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi. Na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkorino amesema. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa wa Korino. Mimi nawapenda wa Korino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria, I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Simuliona Moses Kuria amevaa kilemba? Sijana alikuwa Olokalau, alikuwa na kilemba. These are fake Wakorinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesanywa, wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya waitu, wanakatakata, wanafunga. Moses Kuria funga kitambaa, nani fu endeni mkachukue pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima ningetetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OSPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipwe pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na tumekubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Gatundu North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa at your mother's council. Kuaibisha kanisa ya Independent ambaye ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida. Kwa sababu wewe ukichaguliwa, ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea naye. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale Mweki PCA, wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA, wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Wetima Church, 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na bwana yake wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto, wewe ndio umepanga. That is why we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wa mama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na goons na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Kwa sababu na nimeona sijui MCA hapa kama hako hapa nimengelesha yeye. Watu manyumba
ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na ma-MCA ya Nairobi Wakikuyu, akiwemo huyu Arwai alikuwa hapa, wanakaa na William Ruto. Na hiyo lazima watu yangu munisamehe. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi Rigiji akiwa uhai. I will not accept. Sitakubali. Na wale MCAs